kanisa, familia ya athletics wote na monas wote, Bwana asifiwe. Mimi vile mmesikia ni governor ya West Pokot. Mimi pia nimekuja kibinafsi na kwa niaba ya kaunti ya West Pokot kuja kusema pole na kuomboleza kwa kifo ya mtoto wetu Kelvin. Pia pale baraza la magavana, mimi ni mwenyekiti, kwa hivyo nasema kwa niaba ya baraza la magavana kama kamati tunasema pole sana, kwa sababu kifo imetupokonya shujaa ambaye alikuwa ameleta sifa katika nchi yetu na pia alikuwa anaendelea kuleta sifa kubwa. Kwa hivyo Mheshimiwa Rais, hata sisi kama magavana tumefurahia kwa sababu wewe ulienzi huyu shujaa wakati alikuwa hai, ukapatia yeye hona, na pia wakati amefariki umeendeleza kuweka ile vision alikuwa naye kwa familia yake kwa kuwaheshimu. Kwa hivyo tunashukuru sana. Ile wenzangu wamesema, ile heshima tunasapatia hii sehemu ya North Rift kwa sababu imetuletea sifa kubwa, ni kujengea hawa wanariadha wetu vifaa ambayo wanaweza kutrain kwa njia mzuri. Kuna ile stadiums kama Kamareni na zingine, na hii ambayo wamesema, tunaomba sana pia kama magavana kwamba sisi tutafanya yale pia kurekebisha yale madogo stadiums kwa heshima ya shujaa wetu. Lakini zaidi kwa sababu sisi ni wakimbiaji wa sehemu hii, mpira sio sana, tunaomba sana wapewe hawa vifaa, na itakuwa ni heshima sana kwa wakimbiaji wetu. Kwa hivyo sina kusema mengi, asanteni sana na Mungu atufariji. Rais wetu wa Jamhuri ya Kenya, naibu wa rais, Prime Cabinet Secretary, jamii ya wakimbiaji ambao leo tunahuzunika pamoja kwa kupoteza mwenzenu, jamii ya Kiptum, kanisa ambalo wamekuja kutuongoza kwa mambo ya kiroho, waombolezaji wote ambao tumekuja hapa. Bwana Yesu asifiwe. Yangu ni machache, Your Excellency, kwamba nimekuja hapa kwa sababu yangu mimi mwenyewe na kwa sababu ya Wasingishu, niaba ya Wasingishu ambao wakimbiaji wote wanaishi, kutoa rambirambi zetu. Tunajua kwamba Kiptum ametupatia jina na sifa kubwa sana nchini Kenya. Ombi langu moja, Rais, ni kwamba hawa wakimbiaji na jamii ya wakimbiaji, sisi wote tunajua wametupatia jina safi sana na wametuenzi kama Kenya. Lakini wanajiuliza swali, tangu 60s tumeharvest so many medals, wakati ya Kipchoge 70s, 80s, 90s mpaka sasa, lakini hatuna kitu ya kuonyesha dunia kwamba sisi tuko na wakimbiaji, kwa sababu vifaa ambao wanatumia, viwanja vyao zote siko chini. Kwa heshima yao, Your Excellency, na kuomba utukamilishe hivi viwanja, ili kila mwaka tusikuombe na kuomba vizazi vingine, utukamilishie Kipchoge Stadium. Tunakuomba kwa heshima, kwa sababu the medals they have given us mengi sana. Utusaidie ile yangu ya Kipchoge, ile ya 64 Stadium, hatuna pesa ya kutosha. Ile ingine ya Kamareni na hizi zote, Your Excellency, go out of your way and help us, because hawa pia lazima tuwaenzi. Kwa hiyo machache, Your Excellency, naomba kwamba sisi kama governors tunakushukuru sana, umesimama na watu wetu wote. Wanasema hawa watu wote wanatoka humu, wamezaliwa Nandi na hapa, lakini wote wakikimbia, wakifaulu, wote wanakuja kuishi Wasingishu. Na hata leo, Your Excellency, nyumba ya TUM, baada ya hii tunaenda Wasingishu. Tunapoinua Eldoret ikuwe city, tunaomba wakimbiaji tafadhali come and invest in Eldoret town, kwa sababu hapo ni mahali sisi wote tunaretire. Asanteni sana na Mungu awabariki. Asante sana. Kwanza, Rais wa Jamhuri ya Kenya Daktari William Ruto, Deputy President, Prime Cabinet Secretary, leaders present, familia ya Kelvin Kiptum,
viongozi wa kanisa na wananchi wote, kwanza nataka kuchukua nafasi hii kwa niaba yangu binafsi, familia yangu, na kwa niaba ya serikali na wananchi wa Nandi kusema pole sana kwa kifo cha Kiptum. Nimekuja hapa kwa sababu sisi ni jamii moja. Hii jamii, Your Excellency, Mwenyezi Mungu ametupatia talanta haswa hii ya athletics ambayo iko katika Nandi, iko hapo Uasin Gishu, iko Elgeyo Marakwet. Sisi tumeguzika kama region yetu ya North Rift, na pia kama serikali ya nchi ya Kenya najua hii imetuguza, na kama jamii ya dunia. Your Excellency, tunashukuru serikali yetu kwa sababu tangu wewe uingie katika uongozi kwa miaka karibu 5-7, athletics facilities katika North Rift yote imekuwa katika shida. Lakini tunashukuru kwamba tumekaa chini na serikali yako pamoja na ministry kwamba kule Kapsabet mambo ya stadium tayari contract imepeanwa, hapa Uasin Gishu inaendelea, kule Elgeyo Marakwet iko. Your Excellency, we want to work with the ministry and we thank you. The minister in charge and the team at the ministry this time around are working with us as county governments so that we can be able to address this challenge of athletics facilities in our region. And Your Excellency, we are asking that you put your hand there and ensure that hii kazi ambayo imeanzishwa iweze kukamilika. Your Excellency, we also thank you kwa sababu ya ile program umefanya ya kureform the reward system ya kusaidia our athletes. Huyu Kiptum tunajua hako na nyumba hapa ile umemsaidia, lakini pia tunajua hako na nyumba kule Nairobi ambaye serikali imempatia. We want to say, Your Excellency, hii kazi ya athletics kama imesemwa, it is an enterprise or it is a talent that can only be exploited within limited time, maybe 10 years, 15 years. And since we already know that reality, Your Excellency, we are asking that there be an investment plan ya kusaidia our athletes so that eventually as they retire honorably. And we should be able to do that through legislation but also through policies ya serikali. Ya mwisho, Your Excellency, mimi nataka kukuomba kama kiongozi katika sehemu hii, as you work towards transforming the economy of our country, let us not leave anybody behind. Na hawa ambao ni athletes wetu wasaidiwe. And as I conclude, Your Excellency, the threat to athletics in Kenya today is this challenge of doping. And I want to make it clear, Your Excellency, part of the reason why we have not won the war against doping is because the program and the fight against doping is skewed against athletes, leaving out the other stakeholders. Your Excellency, how do you punish an athlete by banning them for 4 years or 8 years, while those who may have participated in the process of introducing them to that mess are allowed to walk free and they will be available to defile and mess up the lives of other athletes? We must rethink the fight